Basi tuko sasa tayari kurekodi mahubiri yetu kama vile ambavyo nilikuahidi kwamba tumechelewa kuanza ibada yetu ya neno la Mungu kama hivi, kwa sababu haya mahubiri tunayaweka katika mfumo wa audio recording ili kila mmoja pia aweze kunufaika, hata yule ambaye anatufuatilia kupitia mtandao wa YouTube channel yetu, hata yule anayetufuatilia kupitia mtandao wa Facebook. Wakati tunapomaliza kuhubiri hivi, mahubiri haya anayakuta pale kama jinsi ambavyo wewe unayasikiliza. Na moja kwa moja nikukaribisha ukafungue Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Marko sura ya 12 mstari ule wa 28 hadi ule 34. Maandiko yanasema, na mmoja wapo wa waandishi akafika akashikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vyema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndio hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni mmoja, nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndio hii, umpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vyema ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye, na umpende yeye kwa moyo wote, na kwa ufahamu wote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako kwa faa kuliko sadaka nzima ya kuteketezwa na zabihu zote pia. Naye Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Wala hakusubutu mtu kumsaili neno tena tokea hapo. Baba Mungu, libariki neno lako linaposikika masikioni mwetu. Fungua masikio yetu ya kiroho, fungua macho yetu ya kiroho Baba, tukaweza kuona na kusikia kutoka kwako. Unasema katika neno lako ya kwamba unalituma neno lako Bwana liweze kutoa watu katika maangamizi, na unaliachilia neno lako Bwana, unapoliachilia huwa halirudi bure. Yuko mtu mmoja umemkusudia mahali hapa jioni ya leo. Nenda Bwana ukagushe moyo wake, sema na moyo wake katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, tuseme amen. Mahali hapa tunalo somo ambalo linasema kwamba amri iliyo kuu zaidi, kiini cha sheria na kioo cha moyo wa mwanadamu. Amri iliyo kuu zaidi, kiini cha sheria na kioo cha moyo wa mwanadamu. Biblia inatuonyesha Yesu alikuwa akifanya mazungumzo na Masadukayo pamoja na Mafarisayo. Wakati Yesu alipokuwa akizungumza nao, alitokea mwalimu wa sheria. Biblia inaonyesha anaanza kwa neno la Kigiriki ambalo lina maana ya kwamba alikuwa anasikiliza mahubiri au alikuwa anasikiliza mantiki yote au mazungumzo yote yaliyokuwa yanaendelea. Biblia inaonyesha alikuwa anasikiliza, anafuatilia. Na baada ya kuona Yesu amewajibu vyema hawa Masadukayo, huyu Bwana moyoni mwake kumbe alikuwa na swali. Biblia inasema Yesu akaulizwa swali, akamuuliza kwamba, Yesu, ni ipi iliyo amri kuu? Kwa nini mwandishi wa sheria anamuuliza Yesu kwamba ni ipi iliyo amri kuu? Katika Wayahudi waliamini amri ambazo waliziamini wao zilikuwa 613. 365 zilikuwa ni kwa ajili ya kukataza, yani zilikuwa zinakataza,
na amri 248 zilikuwa ni kwa ajili ya kuagiza. Sasa wanajaribu kujiuliza hizi zote ni ipi iliyo amri? Kumbuka tunazungumza mahali hapa katika asili, katika awamu ya uandishi wa kwanza. Aliyekuwa anaulisha huyu alikuwa ni Myahudi. Sasa Biblia inaendelea inasema baada ya Yesu kuulizwa, Yesu moja kwa moja akatoa jibu. Yesu akatoa jibu akamwambia, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni mmoja, nawe umpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Mara Yesu akaenda tena akamwambia, unapaswa kumpenda jirani yako kama jinsi nafsi yako unavyojipenda. Wakati Yesu anatoa majibu haya, wakati anasema umpende Mungu kwa akili zako zote, Yesu alikuwa na nukuu kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Yesu alikuwa na nukuu hapo, ambapo Wayahudi waliwahi kusikia kutokana na uandishi wa Musa kwamba Mungu anapaswa kupendwa na yeye ni mmoja tu. Lakini pia wakati huu Yesu akaenda kunukuu katika kitabu cha Mambo ya Walawi katika sura ya 19 mstari wa 18, ambapo anasema kwamba umpende jirani yako kama jinsi nafsi yako unavyojipenda. Biblia inasema yule mwandishi alipopewa yale majibu, akaunga mkono jibu la Yesu, akamwambia, hakika umejibu vyema. Mungu wetu ni mmoja, na yeye inapaswa kumpenda kwa ufahamu, yani kwa akili na kwa moyo na kwa nguvu. Biblia inasema kwamba na hata inapaswa kumpenda jirani yako kama jinsi ambavyo mtu anajipenda. Nisikilize mtu wa Mungu, niseme na wewe. Biblia inasema kwamba Yesu akamwambia yule mwandishi, wewe hauko mbali na ufalme wa Mungu. Biblia inasema kwamba kwa sababu mazungumzo ya awali yalikuwa ni ya Yesu na Masadukayo na Mafarisayo, hawa Masadukayo na Mafarisayo wakafunga vinywa, wakanyamaza. Hakutokea tena mtu aliyeweza kumuuliza Yesu. Kumbuka Yesu, wapinzani wa huduma yake walikuwa ni Masadukayo na Mafarisayo. Wao walikuwa wanauliza maswali kwa ajili ya kejeli, kwa ajili ya kushusha. Lakini huyu mwandishi alikuwa anauliza swali la kiufahamu. Sasa siko mahali hapa kukupa hadithi tu, siko mahali hapa kukusimulia tu jinsi mambo yalivyotokea. Nisikilize mtu wa Mungu. Katika kitabu cha Marko sura hii ya 12 mstari wa 28 hadi mstari wa 34, yako mambo makubwa manne ambayo mwandishi anayaweka wazi. Anatamani watu wayafahamu, anatamani kila mmoja ajue ni mambo gani ambayo yapo kwenye kitabu hiki cha Marko sura ya 4 mstari huu wa 28 hadi 32. Jambo la kwanza, Biblia inatuonyesha wazi kwamba kila mwanadamu anayeishi kwenye hii dunia yuko na maswali kwenye moyo wake. Nisikilize. Jambo la kwanza, Biblia inatuonyesha kila mwanadamu anayeishi yuko na maswali kwenye moyo wake. Kuna watu wanaweza kuwa na maswali juu ya hatima ya maisha yao. Kuna mtu anaweza akawa na maswali juu ya mustakabali wa mwenendo wa maisha yake. Kuna binti anaweza kujiuliza, akawa na maswali juu ya hatima ya ubinti wake, juu ya hatima ya maisha yake. Biblia inatuonyesha huyu mwandishi wa sheria alikuwa na maswali kwenye moyo wake. Biblia inaonyesha swali alilokuwa nalo pengine linaweza likawa tofauti na swali ulio nalo baba kwenye maisha yako. Pengine linaweza likawa tofauti na swali ulio nalo mama kwenye maisha yako. Swali la mwandishi lilikuwa ni kutaka kufahamu amri ambazo zilizokuwepo wao walikuwa wanaziamini
iliyo kuu. Lilikuwa ni swali ambalo linamtesa. Huyu ni msomi, mwandishi wa sheria, ni msomi. Biblia inasema kwamba alipokuwa akifuatilia mazungumzo ya Yesu na Masadukayo na Mafarisayo, akalipoona ya kwamba Yesu ametoa majibu kwa usahihi, akatumia nafasi hiyo pia kumuuliza Yesu. Huyu bwana anatamani afahamu kuhusu amri iliyo ya kwanza. Swali alilokuwa nalo pengine linaweza likawa tofauti na swali ulio nalo baba kwenye maisha yako. Pengine linaweza likawa tofauti na swali ulio nalo mama kwenye maisha yako. Swali la mwandishi lilikuwa ni kutaka kufahamu amri ambazo zilizokuwepo wao walikuwa wanaziamini iliyo kuu. Lilikuwa ni swali ambalo linamtesa. Huyu ni msomi, mwandishi wa sheria, ni msomi. Biblia inasema kwamba alipokuwa akifuatilia mazungumzo ya Yesu na Masadukayo na Mafarisayo, akalipoona ya kwamba Yesu ametoa majibu kwa usahihi, akatumia nafasi hiyo pia kumuuliza Yesu. Biblia inatuonyesha sasa, kwa staili hiyo yeye alikuwa anataka kufahamu. Vivyo hivyo kwenye maisha yetu wanadamu, kuna maswali ambayo tunataka kupewa majibu yake. Kuna maswali ambayo watu wanataka kuyafahamu majibu yake. Mwingine swali lake analo moyoni tu, haulizi hata mtu mwingine. Mwingine swali alilo nalo ni juu ya watoto wake, na hata pengine hata ako nalo hata majibu. Lakini nataka nikwambie kwamba kujiuliza maswali kwenye moyo wako sio kwamba ni udhaifu, na wewe sio mtu wa kwanza kuwa na maswali, na wewe hautakuwa mtu wa mwisho kuwa na maswali. Wewe uliye na maswali mahali hapa juu ya biashara yako, pengine uko na maswali juu ya ndoa yako, pengine uko na maswali juu ya hatima ya familia yako, nataka nikwambie kwamba wewe sio mtu wa kwanza kuwa na maswali. Wanadamu wote kwenye hii dunia wako na maswali. Mwingine ako na swali, anajiuliza ni lini ataingia kwenye ndoa, ni lini watoto wake wataingia kwenye ndoa. Uko na maswali mazito ambayo pengine hauko nayo majibu. Lakini jambo la pili, kutoka na kitabu cha Marko sura ya 12 mstari wa 28 hadi 34, Biblia inatuonyesha kwamba Yesu ndiye huwa anayo majibu, anatoa majibu ya maswali ya watu. Hili ni jambo la pili. Biblia inatuonyesha kwamba Yesu huwa anatoa majibu ya maswali ambayo ni mazito, ya maswali ambayo watu wako nayo. Biblia inasema kwamba Yesu akamjibu alipouliza lile swali yule bwana. Yesu akamwambia kwamba nataka kufahamu amri iliyo kuu. Yesu akamwambia, sikiliza Israeli, usikiliza Israeli, umpende Bwana Mungu wako ambaye ni mmoja. Wakati Yesu anatoa yale majibu, alikuwa ananukuu kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Yesu alikuwa ananukuu kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Wakati anamwambia kwamba sikia Israeli, Yesu alikuwa ananukuu Kumbukumbu la Torati. Yesu akamwambia unapaswa kumpenda Mungu wako. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya 8 Yesu alikuwa ananukuu hapo. Lakini pia Yesu mnaowakimbia kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi akamwambia unapaswa kumpenda jirani yako kama jinsi ambavyo unajipenda. Nisikilize niseme na mtu mmoja. Yesu akaonyesha jinsi ambavyo mambo ambayo watu wanapaswa kuyawekea kipaumbele. Yako mambo ambayo kwenye hii dunia ni mengi. Dunia hii ina mambo mengi sana. Nisikilize dada, nisikilize mama, dunia hii iko na mambo mengi, lakini Yesu akaonyesha mambo makubwa mawili ambayo ni ya kuwekea kipaumbele. Jambo la kwanza, Yesu alitoa jibu ambalo wanadamu wanapaswa kuliwekea kipaumbele, kwamba awe na uhusiano mzuri na Mungu wake aliyemuumba. Mungu aliye mmoja tu ndiye ambaye sasa mwanadamu anapaswa kuwa na uhusiano naye. Nisikilize nikwambie kwamba Yesu anaonekana anatoa jibu ambalo liko mpaka sasa watu tunapaswa kuliishi. Na tunapompenda Mungu, tunapoweka kipaumbele kwa Mungu, tunakuwa na mambo makubwa matatu. Yaani
unapompenda Mungu, unampenda Mungu kwa akili, unampenda Mungu kwa moyo wako wote, na unampenda Mungu kwa nguvu. Haya mambo matatu hauwezi ukayaondoa pale unapokuwa umeweka kipaumbele cha kumpenda Mungu. Nisikilize nikwambie, kuna watu wanafikiri kuokoka ni ushamba. Kuokoka sio ushamba. Kumpenda Mungu sio ushamba. Na ndio maana nataka niwapongeze kidogo wamama wa soko hili. Mnaonekana mnampenda Mungu kwa sababu pia mnatumia nguvu zenu, mnatumia akili na moyo wote wakati wa ibada inapoendelea mahali hapa. Acha nikutie moyo nikwambie kwamba unapaswa kumpenda Mungu kwa akili, kwa ufahamu, lakini pia unapaswa kumpenda Mungu kwa moyo wako wote, na tunapaswa kumpenda Mungu kwa nguvu zote. Lakini jambo la pili ambalo Yesu anatoa kipaumbele ambalo watu wanapaswa kulifuata, Biblia inasema kwamba umpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Na hili ndilo jambo ambalo Yesu alinukuu kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Yesu akamwambia yule mwalimu wa sheria, akamwambia, nisikilize, unapaswa kumpenda jirani yako kama ambavyo unajipenda mwenyewe. Jirani yako, Yesu hakuwa anaongelea jirani uliyepanga naye. Yesu hakuwa anaongelea jirani ambaye unafanya naye biashara hapo umepangana naye. Yesu hakuwa anaongelea jirani ambaye umekaa naye kwenye gari. Alikuwa anaongelea uhusiano ulio imara katika watu, katika mtu na mtu. Alikuwa anaongelea uhusiano ulio imara. Yaani katika dunia hii mambo ambayo mtu anaweza akayawekea kipaumbele, nisikilize, yako mambo ambayo Mungu kupitia mwongozo wake ameyaweka kama kipaumbele. Dunia hii ina mambo mengi sana. Usipojua mwongozo wa Mungu kuhusu mambo aliyoyawekea kipaumbele kwenye maisha yetu, unaweza ukashindwa kujua lengo la kuishi. Biblia inasema kwamba kwa sababu Yesu akatoa majibu haya mawili. Jambo la kwanza, alikuwa anaongelea uhusiano wa mtu na Mungu. Alikuwa anaongelea mwanadamu kuwa na uhusiano na Mungu. Wakati mwanadamu anaambiwa awe na uhusiano na Mungu, kuna mambo matatu anapaswa kuwa nayo. Yaani wakati tunamwamini Mungu kwenye maisha yetu, wakati tunaita ushirika wetu na Mungu, kuna mambo matatu hatupaswi kuyaacha. Jambo la kwanza, Yesu alisema umpende Mungu wako kwa akili, maana yake kwa ufahamu. Tunapookoka wapendwa, si kwamba akili zinaisha. Unapomwamini Yesu Kristo, si kwamba akili zinaisha. Tunapookoka akili haziishi. Kwa hiyo jambo la kwanza, tunapokuwa tunampenda Mungu pia kwa akili. Lakini jambo la pili, tunampenda Mungu kwa moyo wote. Na jambo la tatu, tunampenda Mungu kwa nguvu zote. Haya mambo matatu hauwezi ukayalinganisha na mtu anayempenda Mungu. Nataka nikwambie mtu wa Mungu unayenisikiliza, hata kama unafuatilia mahubiri haya kupitia YouTube channel yetu hapa, hata kama unafuatilia mahubiri haya kupitia mtandao wetu wa YouTube, hata kama unafuatilia kupitia mtandao wetu wa Facebook, haya mambo makubwa matatu hauwezi ukatenganishwa nayo pale unapompenda Mungu. Utampenda Mungu kwa akili yako, lakini utampenda Mungu kwa moyo wako wote, na utampenda Mungu kwa nguvu zako zote. Lakini jambo la pili, Mungu Yesu Kristo alikuwa anaongelea uhusiano wa mtu na mtu. Alikuwa anamwambia jambo la pili, umpende jirani yako kama jinsi moyo wako au nafsi yako unavyojipenda. Nisikilize, Yesu hakuwa anaongelea jirani ambaye umepanga naye kwenye fremu za duka hapo. Yesu hakuwa anaongelea jirani uliyepanga naye nyumbani. Yesu alikuwa anaongelea uhusiano wa mtu na mtu. Yaani hata kama hujapanga naye, hata kama sio ndugu yako, alikuwa anaongelea uhusiano wa mtu na mtu. Haya ndiyo mambo ambayo mtu anapaswa kuyawekea kipaumbele, ambayo Yesu aliyasema wazi. Na mimi jioni ya leo, mtu wa Mungu, nataka nikwambie kwamba unapaswa kumpenda jirani yako. Bwana, unapaswa kumpenda, yani uwe na uhusiano na watu vizuri.
Haleluya. Bila kuangalia kiwango cha elimu yako, bila kuangalia kiwango cha uchumi wako, bila kuangalia kiwango cha familia unayotoka, heshima ya familia unayotoka. Kuna watu ambao hawana uhusiano mzuri na watu. Kuna watu ambao wao uhusiano mzuri na watu hawana. Haya ndiyo mambo ambayo Yesu alikuwa anayaongelea. Lakini jambo la tatu ambalo tunaliona kwenye kitabu cha Marko sura ya 12 mstari wa 28 hadi 32. Biblia inaonyesha kwamba kufahamu ukweli wa mambo, kufahamu Biblia hakumfanyi mtu azaliwe mara ya pili. Yaani mtu kujua kwamba kuheshimu Biblia au kujua kwamba kujua kuimba au kujua kuhubiri hakumfanyi mtu ndipo iwe kigezo kwamba kwa sababu anahubiri au kwa sababu anaimba au kwa sababu anasoma Biblia ndipo kwamba moja kwa moja wameokoka. Nisikilize, Biblia inaweka wazi kwamba huyu mwandishi alikuwa na ufahamu wa mambo vizuri. Kumbuka mwandishi wa sheria maana yake ni msomi. Huyu ni msomi wa sheria. Sasa yeye pamoja na kuwa msomi wa sheria hakuwa amezaliwa mara ya pili, hakuwa amemwamini Yesu Kristo. Na mimi nataka nikwambie mtu unayenisikiliza kwamba unaweza kuwa unaenda kusali kanisani, unaweza kuwa mpaka umesoma teolojia, unaweza kuwa mpaka umenunua Biblia, lakini nataka nikwambie kwamba kununua Biblia au kusoma teolojia haimaanishi kwamba ndipo umeokoka. Ukijaribu kuweka tathmini ya maisha yako, wewe mwenyewe unajua kwamba pamoja na kwamba unasema umenunua Biblia, unasoma Biblia, unashiriki mahubiri kama hivi tunavyohubiri hapa, si kwamba sasa ndio mtu awe ameokoka moja kwa moja. Baada ya Yesu akamwambia kwamba hauko mbali na ufalme wa Mungu. Yesu akamwambia hauko mbali na ufalme wa Mungu. Yesu alikuwa anamaanisha nini? Alimwambia kwamba pamoja na kwamba unafahamu sheria, unaifahamu Torati, maana yake walikuwa msomi wa Torati, pamoja na kwamba unafahamu teolojia, akamwambia Yesu hauko mbali na ufalme. Hivyo nataka niseme na mtu mmoja, hata wewe ambaye unasikiliza mahubiri, hata wewe ambaye uko na Biblia yako, hata wewe ambaye unaenda kanisani lakini bado hujaokoka, maana yake ni kwamba hauko mbali na neema inayookoa. Ipo neema inayookoa watu wa Mungu. Biblia inasema kwamba neema iokoayo wanadamu imeshafunuliwa, nayo ipo sasa. Kwa hiyo jioni ya leo nataka nikutie moyo, nataka nikwambie kwamba pamoja na kwamba unaiheshimu Biblia, pamoja na kwamba unawaheshimu wahubiri, ikiwa unawaheshimu wahubiri, hiyo ni moja ya dalili ya kwamba neema ya wokovu iko mlangoni mwako. Kwa sababu Mungu anapotaka kuokoa watu lazima huwa anatumia neno lake. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Lazima chochote ambacho mtu atakipokea kwenye maisha lazima neno lisikike. Haleluya. Kwa hiyo Yesu akaonyesha wazi kwamba mtu kufahamu Biblia, kwenda kanisani, kushika sheria haimaanishi kwamba ameokoka. Lakini jambo la 4 ambalo tunaliona mahali hapa, Biblia inatuonyesha kwamba Yesu nyamazisha wapinzani wanaoinuka kwenye maisha ya watu. Nisikilize, hili ni jambo la 4 kwamba Yesu huwa ananyamazisha wapinzani kwenye maisha yako. Wapinzani wanaoinuka kwenye biashara zetu, wapinzani wanaoinuka kwenye kazi, wapinzani wanaoinuka pengine kwenye ndoa yako, Yesu anayo mamlaka ya kuwanyamazisha. Biblia inaonyesha wakati mazungumzo katika kitabu hiki cha Marko sura ya 12 mstari wa 28 hadi 24, Biblia inaonyesha kwamba mazungumzo awali yalikuwa yameanza na Masadukayo pamoja na Mafarisayo.
Lakini baada ya Yesu akatoa majibu yale ya ufahamu, Biblia inasema kwamba wakanyamaza kimya. Ndivyo hivyo ambavyo Mungu ananyamazisha wapinzani kwenye maisha. Ikiwa kuna wapinzani wameinuka kwenye biashara yako, ikiwa kuna wapinzani wameinuka kwenye maisha yako, nataka nikwambie Yesu anaweza akanyamazisha. Usitumie nguvu kuwanyamazisha wapinzani walioinuka kwa hila kwenye maisha yako. Usitumie nguvu nyingi kuwanyamazisha hao wapinzani walioinuka kwenye ndoa yako. Mruhusu Yesu aingilie kati. Yeye ni mtesi wa watesi wetu. Yeye ni adui wa maadui zetu. Nataka niseme na wewe jioni ya leo, nataka nikutie moyo nikwambie kwamba Yesu yupo kushughulika na watesi kwenye maisha ya watu. Yupo kushughulika kunyamazisha kila kikwazo ambacho kinainuka. Nataka nikuulize swali, wapinzani kwenye maisha yako ni wapi? Wapinzani ambao unaonekana wameinuka, pengine kwenye biashara, pengine kwenye ndoa yako, pengine kwa watoto wako. Nataka nikwambie hao wapinzani wanaweza kunyamazishwa na Yesu Kristo. Uko mahali hapa, mtu wa Mungu, nataka nikwambie kwamba Biblia inasema sheria, amri iliyo kuu, ambayo ni kiini cha sheria na kioo cha moyo wa mwanadamu. Haya mambo makubwa manne ndiyo ambayo mtu anaweza akaya kama tathmini ya kujipima kwenye maisha yake. Nisikilize, mtu ili aweze kugundua kama anaendelea vyema kiroho, nisikilize niseme na wewe, ili uweze kugundua kama unaendelea vyema kiroho, moyo huwa una kioo. Kama hii sura ambayo mtu anaweza akajiangalia akivaa pengine vizuri, anaenda kujiangalia kwenye kioo, ndivyo moyo ulivyo na kioo pia. Kioo cha moyo sio kioo hiki ambacho pengine kinaweza kuwekwa dukani. Kioo cha moyo ni mwongozo au sheria ambazo Mungu ameziweka kwa watu ili wazifate. Hello? So moyo wa mwanadamu una kioo. Jaribu kutumia tathmini ya hiki kioo kupima moyo wako. Kama unampenda Mungu, kama unamheshimu Mungu, lakini pia kama unampenda jirani yako. Uko mahali hapo unajua haujaokoka. Uko mahali hapo unajua kwamba wewe kwenye maisha yako kuna watu ni kama vile kuna upinzani umeinuka. Nataka nikwambie, usiende hata kwa waganga kutafuta watu kunyamazisha upinzani ulioinuka. Uko mahapa, nataka nikwambie upinzani ulioinuka kwako, kuna mtu mmoja anaweza asiamini nguvu za Mungu, lakini Mungu yuko juu ya vyote. Mungu yuko juu ya vyote. Kwa hiyo usitumie hata nguvu nyingi kwenda kutafuta kunyamazisha upinzani huo kwenye biashara. Hata kama ndoa yako imeingiwa vidudu, hata kama uchumba, kuna mabinti ambao wanachumbiwa, kuna vijana ambao wanachumbia, lakini anapochumbia tu mambo yanavurugukia kwenye uchumba tu. Hello? So upinzani wa watu unaoinuka, lazima umwambie Mungu, yanasema ni adui wa maadui zetu, yanasema kwamba ni mtesi wa watesi wetu. Kwa hiyo haina haja ya kwenda kwa waganga wa kienyeji, haina haja ya kwenda kwa wanadamu ili wakusaidie. Yupo Mungu anayesaidia. Hayo maswali ulionayo kwenye moyo wako, maswali juu ya hatima ya maisha yako, maswali juu ya mustakabali wa maisha yako, Yesu ako nayo majibu. Haleluya. Uko mahali hapo unajua hujaokoka, lakini pia moyoni mwako una maswali mengi. Uko na maswali ambayo pengine hayana majibu. Nataka nikwambie, tumia nafasi hii Yesu akaweze kuachilia majibu ya maswali yako. Uko mahali hapa, inua imani yako basi kaweze kumwamini Yesu Kristo. Rudia haya maneno wewe ambayo unatamani sasa kumruhusu Mungu aingilie kati kwenye maisha yako. Rudia tu hii sala. Hii sala ambayo wengi waliomba, maisha yao yalibadilika. Wengine walisikiliza tu kwenye redio,
Wengine walisikiliza tu kwenye mtandao kama wewe unavyosikiliza kupitia mtandao wetu wa YouTube, wala wanaotufuatilia kwenye mtandao wetu wa YouTube, lakini pia wale mnaotufuatilia kwenye mtandao wa Facebook hapa. Rudia tu haya maombi ambayo yanaweza yakabadilisha kabisa maisha. Haleluya. Rudia tu hii ina sala ya ukiri wa imani. Sema, Mungu Baba, ninakuja mbele zako Bwana. Naomba uachilie msaada kwenye maisha yangu. Baba, ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Unisamehe dhambi zangu. Unisamehe makosa yangu. Uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele, kuanzia sasa na hata milele. Amen. Tayari imekuwa.